wao ndio wako karibu na rais. Na jambo muhimu, nakumbuka baada ya referendum ya 2005 ambapo serikali ilishindwa na ODM, wakati huo ikiwa fugufugu haijakuwa chama. Rais Kibaki jioni moja akadissolve baraza la mawaziri. Tulikaa siku 11, kila mmoja wetu, hata simu yetu haikuwa inatusumbua, kwa maana hata wale marafiki zetu walianza kushuku kama tutarudishwa serikalini. Rais akidissolve serikali yake sasa, na akae hata wiki mbili vile huyo kijana alisema, na wakati huo ashughulikie kimakini yale ambayo amepata kutoka kwa serikali, na pia kwa maana yeye hakubadilisha manifesto yake ikawa policy document ya kusaidia implementation. Aanze kuangalia yale alisema kwa manifesto ni yapi yanaweza kutekelezeka, na pia end through clips, kwa maana vijana wana tayari zaidi ya hadi 1,000 yeye mwenyewe alitoa katika mikutano mbalimbali kuhusu mambo mengi. Kwa mfano alisema chakula ya ng'ombe itakuwa bei nafuu, kwa hiyo tutasalisha maradufu kiasi ya maziwa ambayo tunatoa kwa mashamba yetu, na hiyo inamaanisha hata maziwa ikiuzwa kwa bei nafuu ndio tupate chakula ikiwa bei nafuu, tutafaidika. Na pia ajifunze kutorudia uongo. Juzi nilimuona akisema mbolea ilikuwa shilingi 7,000, amerudisha mpaka 2,500. Kweli katika sehemu fulani unaweza pata mbolea ya shilingi 2,500, lakini ingine inaweza kuwa mawe ama kinyesi ya punda. Ya pili, bado saizi hata akienda Sibanga mahali ninakotoka, bado kuna mbolea ya 6,500. Hii inamaanisha yeye kama rais ajue akisema kitu, kila mmoja wetu tunasema labda anajua, lakini tumejua sasa yeye anajua, lakini hana uoga ya kusema uongo. Ama labda washauri wake hawamwambii ukweli, manake kuna wengi wameuliza hilo swali. Yes. Washauri wa rais wako wapi? Washauri wa rais wanamwambia nini? Je, washauri wa rais wanamwambia ukweli? Na juzi tulimuona naibu rais akisimama na akimtaja mkuu wa NIS akisema kwamba NIS imefeli, haijampatia rais taarifa zinazofaa. Afueni ni kwamba rais juzi alipokuwa anauliza maswali na vijana, Joageo, Linus Kaikai pamoja na Eric Latif alikubali mawasiliano kwa serikali yake haijakuwa ya kiwango kizuri. Na tumekuwa tukimweleza na Mheshimiwa Ng'aru tukiwa station nyingine kwamba it should improve communication within and also interaction with the public. Ili public, ile neno inatoka kwa serikali imepepetwa kiasi kwamba tunajua hii ndio msimamo wa serikali. Serikali yake imekuwa ngome ya sintofahamu, a den of confusion. Waziri ambaye hahusiki na sports anasema tutakuwa tunasimamia sports 2027, tutakuwa tunasimamia hii mjimbe nini kizima karibu na kwenu, kama unasema bei ya mafuta imeenda juu. Hiyo si lugha ya waziri wa serikali. Waziri wa serikali afaa azungumzie yale imepitia clearing house ambayo tunaita kwa kimombo cabinet. Ili cabinet inatoa kwamba wewe ndio unasimamia hii idara, enda tangaza hiyo. Lakini mawaziri wanatangaza vitu kiolela, ni kama kila mtu ametoka katika bar na anasema ile ambayo iko katika akili zake. So it should improve communication so that the public trusts that the president is telling us the truth. Most important, it should have state of the nation address. Aseme niliahidi haya 27, lakini naona naweza tekeleza 17. Wakenya watamsamehe. Na nataka kusoma jumbe hapa. Emmanuel kutoka Githunguri anasema sio vizuri vijana kushindana na serikali, kwa maana polisi wako kazi yao, na vile vijana wanafanya hata ndio wanaleta shida, because wakiharibu mali ya watu tena hizo pesa zitapungua. Sasa watapata faida gani? Mwingine hapa hajasema jina lake, lakini anasema our concerns are very clear. A transparent government,
Why should they tax all our money just for a few to drive cars worth millions, shoes worth hundreds of thousands, watches worth millions? Should people sit down and waste resources just to discuss embezzlement? Let the government, instead of misusing money with luxury, put up developments that are beneficial to both the government and citizens. Remember, the more the tax, the limited the number of investment, therefore no revenue collection. Ndakuuliza swali lile ambalo nimemuuliza Mheshimiwa Kipruto. What's the worst that can happen to President William Ruto leo hii akiamua kusafisha serikali? Ingeleta manufaa makubwa. Na nimetaja hapo mbeleni kwa station nyingine. Inawezekana kuwa Rais William Ruto ni hostage ya watu fulani. Kujitokeza tu kusema nimesikia watu wamecomplain fertilizer, hakuna haja ya kupeleka waziri wa agriculture kwa dry cleaner ya bunge. Kuna maneno ya petroli, kuna maneno ya edible oil. Kwa hivyo kuvunja serikali, mi pahali nikiangalia itapunguza hasira ya vijana wetu. Na kwa system ya serikali, wale vijana ambao wako kwa street, si wote ambao hawajasoma. Wengine wana degrees 4, 3, 4, 5. Alafu unapata wale ambao wako kwa maofisi ya serikali, hata kusoma gazeti yenyewe inawashinda. So how do we balance? Ndio wale vijana waingie kwa maofisi ambao wanastahili kuwa. Na hawa, hata kama ni boards, unaweka mtu ambaye hajui chochote. Na hawa wanajua. Ukiweka board kwa nini? Kwa Kenya Gazette, wanajua huyu ni mtoto wa so and so. Huyu ukiangalia makaratasi, alinunua makaratasi yake kule River Road. Hiyo maneno, hiyo yote iko kwa hawa watoto. So mimi ningeomba rais ajaribu apate hiyo uwezo ya kuvunja baraza ya mawaziri, hata kwa mjumbe kujitokeza kusema majority leader kwa bunge hatujui anatuambia nini. Brother yake, dada yake, sister in law. It is embarrassing. It is embarrassing. Kwa hivyo kuna hasira ambayo hawa watoto wako nayo is genuine. Matumizi ya pesa ya serikali ambayo inawekwa wazi na ofisi ya Auditor General, hata kwa county government, kiti ya kukalia 800. Wanasoma hizo vitu. Kwa hivyo kwanza to deal na how to manage hasira ambao wako nayo. Ya pili, lazima tuhubiri kwamba tuna haja na nchi yetu. Tuna haja na wazazi wetu. Wanatuambia mlishindwa, wacha tuwapiganie. Wanatueleza wakaambia mlikuweko, mlifanya maandamano, mlifanya kwanza mimi wananiambia nyinyi mmefanya maandamano ya miaka 20. Kwa hivyo hakuna, pumzikeni. Sisi ndio tutaambia hawa that enough is enough. Ya mwisho, sio ya mwisho, lakini naomba rais. Nimekuwa member wa East African Community. Na kwa hivyo nimeona shida karibu ya aina hii nchi tofauti. Wakati nilikuwa bunge ya Yala, kuu ya Burundi ilifanyika. Na
nilisoma mawili matatu hapo. Hata tukiwa tumetoka Tanzania, Rais marehemu Magufuli akafa na transition ikawa very smooth. Ni watu wengi hawajui huko ndani ilikuwa na mzukazuko. Lakini natatuliwa na wazee, Yes. marais wa zamani ambao wangali uhai, wanaitwa prime ministers wa zamani, Yes. high court judge ambao siwezi taja majina hapa, wanaketi round na rais na wanamwambia tutakueleza ukweli wa mambo, hiyo huwezi fanya. So lazima na sisi tujifundishe, si kwamba ati tuko kwa hali ambayo haijapatikana kwingine, imepatikana, na tusome kutoka kwa hawa wengine vile hiyo matatizo ilitatuliwa. Hasira ni hasara, na ndio tunaiona pale. Ndio tunaiona pale. How do we deal na hasira ile? Ni kurushia polisi mawe? Ni kusema vijana mnafanya vibaya? Tutafute njia. Lakini hiyo njia imetolewa. Vijana tu ni kana kwamba wamechoka na majadiliano. My sister here has read my mind. Tanzania, ni nini sisi election yetu ni ya 2027? Tanzania wako na elections next year na hatujawasikia. Lazima kuwe hapa kuna shida. Kwa sababu hata tumetoka 2027 tunaongea 2032, hawa wako na ya next year waongei. Number 2, wazee wa nchi. Mumbia Said Rasaniala, member of parliament, and I was going to bring it. Ukiangalia wakikaa kama kuna kitu, utaona Mama Suluhu, umuone Mama Nyerere ambaye maendeleo tulienda kumtembelea, uwaone wote wamepangwa hapo. Shinda maendeleo, we do the same. Mimi singefika hapo kama si Mama Phoebe, Mama Zibora, wote niliwaenda kuwatafuta. I'm not talking about myself. Coming back home, tunajua kulikuwa na shida kwa siasa, lakini inji ni ya sisi zote. We only have one nation. Na tumesema hapa watu wamesafiri and envoy and all of us here. Na tumesema Kenya is a beautiful country. So our parting shot, we want to preserve this nation. Tungependa hii inji ikae pamoja. Na pia tuseme TVET centers for the children are very important. Kama tungeongeza TVET centers, hawa watoto tungepunguza. Kama tungeongeza watoto kwa NYS, hawa watoto tungepunguza kwa street. Cottage industries. I lived in China. China's that export part of China is what we are lacking here now. Because we are not exporting. And an exporting country, if we are in Shanghai, evening like this, you see containers to US, containers to Africa, money coming into China. That is why wanatupatia sisi zote pesa. Cottage industries, watoto wanaweza kufanya nini? Wakati kulikuwa handicrafts was very good business, watoto walifanya maushanga, watoto wa mama walishona viondo. Cottage industries, so that watoto tutoe kwa street, tujaribu kuwapatia something to do. And therefore, in conclusion, ni kusema ya kwamba kama wamama wa Kenya, tunataka, tumesema yale tumesema sasa, lakini tunamuomba rais. Kuna kitu waziri amesema, to sit with himself, kwa sababu kila kitu imesemekana. Akae na, he is extremely intelligent. To sit with himself. Akae na Mungu yule alimuumba. Amemufikisha hapo kwa hiyo kiti. Ilikuwa ni vita kali na tuliiona. It wasn't a walkover. Alipigania hiyo kiti na Mungu akampatia. Akae with himself. Sasa njiulize, hii nchi sasa ni yangu. Na maneno ndiyo hii. How do I go forward? Na Mungu naye is a true God. Atamwacha, atamsaidia kusongesha nchi mbele. Na sisi wengine tuwe support staff. Yes. Kuna baadhi ya jumbe hapa. Huyu anasema for me naweza kumwambia rais bado yuko na chance ya kurekebisha makosa yake. Absolutely. Manake majenzi, the only thing we need ni job. Mwingine hapa anasema ni Dan Mukurino wa Kiandutu. Anasema even though Ruto is a leader, he needs to have a listening ear. Kenya is not a one-man army.
Ontochi kutoka Kisii anasema rais avunje baraza la mawaziri, achague upya baraza lenye sura ya taifa, si kuegemea kabila mbili. Mwingine anasema we don't need parliament if they don't help mwananchi. Would rather let them have offices in counties for them to run affairs efficiently. Na hapa ndio kuna kidogo mkanganyiko. Wakati mwingine wananchi ni kana kwamba hawaelewi majukumu ya wabunge, lakini pia wabunge wenyewe ni kana kwamba hawaelewi majukumu yao. Mheshimiwa Njomo, labda unaweza kuzungumzia hata hawa viongozi wengine, maana tunamzungumzia rais, lakini tuna bunge, tuna magavana ambao ukiangalia hata picha kaunti ya Nakuru watu wanajitokeza kwa wingi. Susan Kihika yuko wapi? Kiangalia kaunti nyingine labda Makueni, wote watu wamejitokeza. Mutula Kilonzo Junior yuko wapi? Kisii, Simba Arati yuko wapi? Hawa viongozi wako wapi? Wabunge wa haya maeneo bunge ambao Wakenya walikuwa wanatarajia kwamba watawakilisha bungeni wako wapi sasa hivi? Wananchi wanaelewa sana kazi ya viongozi wao. Wanaelewa kabisa. Ni viongozi ambao saa hii ni kama hawaelewi kazi yao. Na ndiposa wakati hii kitu ilifanyika kwa bunge, kwa sababu tulisema hii finance bill ilikuwa trigger. Trigger ukatumia Kiswahili kingine ni chanzo. Ilikuwa kichocheo. Kichocheo. Ikakuwa sasa finance bill ndio ilikuwa kichocheo. Hawa wabunge walisikiliza mpaka nakumbuka majina yao na namba zao za simu zilizunguzwa, wakaandikiwa messages, wakaandikiwa kwa magazeti, kwa social media, wakaambiwa usipitishe hii kitu. Lakini kwa sababu tuko na bunge ambao iko na wabunge hawasikizi watu wao, wanasikiza tu kutoka area moja. Na tukasema hapa hata wakati tulikuwa offline, nakumbuka mheshimiwa akikuotu mheshimiwa mmoja alisema, nyinyi watu wa constituency yangu mmenichagua, lakini mimi nasikiliza rais yangu kushinda nyinyi. So atafanya kulingana na vile rais anataka. Hii bunge imekuwa kama kwaya. Ati kwaya master akisema hivi asema wote wanasema that is the kind of parliament that we are having. Wamesahau kuwa kama vile tunasema wale watu ambao wanatakiwa kuadvise president, hata wao wakati wanatunga sheria, hizo debates ambazo wako nazo kwa bunge ni njia moja ambayo wataadvise president, naye wamwambie tunajua unasema tujenge manyumba, lakini nao wananchi wanasema hatuwezi kujenga manyumba wakati hakuna kitu kwa tumbo. Hiyo message ifikie rais. Lakini hawa vile rais anataka lazima wapitishe badala ya kumzungumzia. Na sio kusema ati wakikataa kupitisha wako na wa upinzani, lakini ni kumwadvise ground inasema hivi. Kwa hivyo na niliwasikiria huruma sana wakati niliona wamepitisha mswada na kuna shida sana huko nje, lakini wakapitisha tu kwa nguvu. Alafu nawaona kule kwa corridor wakikibiria wananchi, running away from their employers. Wakaenda wakajificha. Kesho yake wakaitwa Ikulu. Wote wamekaa hapo, rais anakuja, wanaanza kumpigia makofi ati kwa sababu amekataa kusaini ile bill ambao walipitisha jana. Wanampigia makofi. Unashindwa kwani hawa watu kila kitu kwao ni mzuri. Rais akisema kila kitu ambayo amesema ni mzuri. Akisema pitisheni ni mzuri. Akisema sitasaini ni mzuri. Kwani ni bunge ya aina gani? Tunataka bunge ambao iko na spine, ambayo inapitisha mswada kwa sababu ya uhaki wake. Nakumbuka nikiwa bunge nilipitisha mswada ile wa kucap interest rates. Rais alikuwa against mswada huo. Central Bank ilikuwa against mswada huo. Treasury ilikuwa against mswada huo. Bank ilikuwa ina sponsor watu wakuje mabanks walikuwa na sponsor watu wakuje kupinga mswada. Lakini nilisimama na mswada huo kwa sababu ulikuwa na umuhimu wake wakati huo na ukapita. Kwa nini hatuna wabunge tuwe nao pia wanaweza fanya namna hiyo? Mtu anafanya kitu kwa sababu ina umuhimu katika nchi yetu, sio kwa sababu inatakikana tu kwa njia moja. Kwa hivyo kwangu vile ningesema wabunge tukuwe na wabunge ambao wanajua kazi yao. Saa hii wananchi wanajua kazi ya mbunge kuliko vile mbunge anajua kazi yake. Wamshauri rais wapitishe
wapitishe miswada ambao inatusaidia sisi kama nchi kuendelea mbele. Na watu watoke kwa mandege waende na barabara. Tafadhali. As maendeleo chair been to all the 47 counties. Hakuna county sijaenda na barabara. Na mimi nilikuwa mtu ya ndege before in my private life. Biashara, right? What are we saying? Rais Moi alikuwa anazunguka nchi hii na gari. Na alijua shinda maponde, ukifika barabara ile Kangundo anaita Mulu Mutesia. Hii barabara ni gani? Watu washuke mandege. When you are with the people, go where the people are. Kwa sababu hii machopa ni nyingi sana. And then you ask yourself, hii magari pia inaonekana ni mzuri sana. What is so difficult? Kwenda Nakuru na ni masaa 3. Hata Thika wanaenda na chopa. Alafu uone nini iko kwa barabara. Kama unjui nchi yako, utaweza kuiongelea. Mimi huongea maendeleo because I know the 47 counties. Tafadhali tunawaomba kwa unyenyekevu. Yes, they have the pocket is big, lakini na hii naongea kwa wajumbe na women reps na kila mtu. Tuwe chini pahali wananchi wako. Endeni chini pahali wa mama wako, pahali watoto wako. Ndio tukisema kama sisi maendeleo tumependa manyumba in the sense that rais akitujengea wa mama nyumba ya 3000, wale wa mama wote wako Kibera watanunua ile nyumba. Wale wa mama wote wako huku Mukuru wa Njenga watanunua ile nyumba. So when I support that, naonekana maendeleo wanasema nini? Because ile pesa analipa 25 Kibera, akipata nyumba ya 3000 anaenda for 20 year loan. Kwa hivyo asante. Mashirima, kuna indictment ambayo imeingia kwa political parties. Na katiba ya Kenya inasema we are multi-party democracy. Na ukiangalia hata kwa bunge, kwa counties, kunazo counties ambazo haina shinda zingine ambazo ziko kwa the whole country, because wanaelewa katiba. Wabunge wao wanapata guidance kutoka kwa political party. Hizo nchi zingine ambazo tunataja kama ni Tanzania, shida ikipatikana inarudishwa kwa political party yao, wanaita CCM. Kila nchi ambayo niliona CCM, kila nchi ambayo niliona mwongozo wa political party, kwetu leo unachaguliwa kwa chama hii, kesho ukiwa ndani ya bunge unabadilisha, unanunuliwa. So naomba wabunge, kama unaona huwezi endeleza maneno kulingana na mwongozo wa chama, na chama zinaweka mwongozo wa chama kiwazi. Sisi tukiingia kwa serikali, so political parties zetu we are inducted. Sasa ni UDA, hata wenyewe ambao wako ndani, hata saa hii probably the president could be helped by a government of national unity. Asije akafikiria tu maneno ya coalition ya KK. Ndio atap ujuzi kutoka kwa sehemu mbalimbali, kutoka kwa viongozi mbalimbali. Ni maoni tu, lakini na sisi tujiulize, hii political parties ambazo ziko za multi party, tungeipenda zikae vile ilivyo? Tungependa ifanywe marekebisho huko ndani? Where has UDA taken us? Nafikiri kama chama zote, briefcase na zile ziko kwa uongozi, tuketi tujiulize, na sisi tutachagua. Mheshimiwa Kipruto, kuna masuala kadhaa ambayo yanatajwa na vijana na Wakenya wengi tu wanaotuma jumbe hapa, lakini hii katiba mpya, hii katiba ya mwaka 2010 iko na uzito wake wa kumpa mwananchi nguvu, lakini pia kuna sehemu ambazo imemfungia rais anaposema kwamba kuna mambo fulani ambayo yanamshinda, hawezi kutekeleza. Kama kwa mfano watu wakisema kwamba
wewe ulipata mshahara ulikuwa 18,000. Sasa hivi tunavyozungumza tayari kuna mapendekezo kwamba wabunge, MCA na hawa viongozi wengine wa serikali waongezewe mshahara kufika 900,000 na haswa kwa wale ambao wako bungeni. Rais anaweza tu kuja na kusema hapana, tuirudishe hadi 200,000 kama wanavyopendekeza wananchi. Kisheria huwezi punguza mshahara ya mtu bila kwenda kinyume na maagizo na desturi za nchi. Lakini umesikia tukizungumzia rais kwa muda mwingi katika mkutano ukumbi hii, kwa maana rais yeye mwenyewe wakati alitangazwa kwamba ameshinda uchaguzi ya rais na kura zaidi ya 200,000 dhidi ya mwenzake ambayo alikuwa anapambana, jambo lake la kwanza alianza kuchukua nyundo ya kupomoa dayosisi. Akachukua chama ambayo inaitwa UDM akachukua wabunge na pia akaanza mchakato ya kuhakikisha kwamba Jubilee haina uwezo tena na vyama vingine, kiasi kwamba tulianza yeye kama ametangazwa kwamba ana kura 2,000 zaidi ya mwenzake. Na hiyo inamaanisha alikupata 50% na ambayo inatakiwa kikatiba. Lakini katika upande wa kaunti alishindwa na mwenzake kwa kaunti nyingi kuliko ile yeye mwenyewe alishinda. Kwa idadi ya MCAs mwenzake alikuwa na MCAs wengi kuliko MCAs ya chama tawala. Kwa upande wa bunge, sisi kama Azimio tulikuwa na wabunge wengi kuliko wake. Na kama angekuwa ni mtu ambaye ana taasisi, somebody who believes in institution building, angewacha wabunge wakaa hivyo, aanze na wake ambao walikuwa 161, aaje sisi tukiwa na 177, lakini aonyeshe kwa vitendo kwamba yeye anamaanisha mema kuhusu nchi hii, kiasi kwamba debate ikiingia katika bunge ama mjadala inakuwa ile inaitwa robust debate kwa kimombo. Hiyo ingesaidia yeye hawe anapata mawazo tofauti na ile ambayo inatoka kwa chama chake. Lakini alipochukua nyundo kupomoa hizi taasisi, yeye mwenyewe alijianika katika hali ya kusomeka na kila mtu kwamba huyu, na nakumbuka nikisema miezi miwili baada ya kupata ushindi kwamba tunajenga dikteta katika nchi yetu. Na anaweza kurudia hapa leo kwamba katika akili yake anaamini yeye ndio alienda shule, sisi wengine tulienda katika bweni na hatukusoma. Katika akili yake anaamini, kwa maana hajashindwa kwa uchaguzi yote tangu aanze kama chairman wa KANU wa Eldoret North. Baadaye akawa mbunge wa Eldoret North. Amekuwa akipata ushindi. Hiyo hubris of success. Kwamba anajihisi yeye yuko kati yetu na Mwenyezi Mungu. Kiasi kwamba hakuna jambo ambalo unaweza kumweleza apate kuelewa. Haya ndio mambo inamsumbua. Na haya mambo ambayo tunazungumzia, singependa tuwe government of national unity. Singependa niwe kwa serikali yake. Ningependa tumuombee amaliza haya miaka 3. Because ile ambayo naona kutokana na vijana kwa street. Na nilisema siku moja, Burkina Faso, rais alikuwa ametawala kwa miaka 27, Blaise Compaoré. Siku moja akaona vijana, wakaona hao wabunge hawafai. Walienda wakatimua wabungeni, wakachoma bunge na Blaise Compaoré akatoroka. Tungependa President William Ruto atoroke, kwa maana tutakuwa tumeanzisha mchakato ambaye hatuwezi kusimamisha. Tungemwombea miaka yake 3 amalize, apambane na wanaume wengine na kina mama katika election ya 2027. Hii ndio inaniumiza kama mzee na kama mtu ambaye sasa naelekea kuwa miaka 70. Nimekosa tu miaka 3 niwe 70. Na katika umri wangu huu singependa nione Kenya ikitoka kwa reli ya demokrasia iingie reli
ya mtu anachaguliwa leo, kesho anatimuliwa. Hili ndilo jambo ambalo ningependa kuomba rais wangu, yeye asikize wa vijana, yeye asikize watu wengine, ili awe na serikali ambayo inaweza kuwepo kwa miaka mitatu. Akiingia uchaguzi aamue yeye mwenyewe, anaweza pambana na wale wamesimama. Nisome baadhi ya jumbe hapa. Kuna Magi hajasema anatutumia ujumbe kutoka wapi, lakini anasema hata mwana wa Mungu alipitia haya. Ruto, omba Mungu atakupa ujasiri kama King Solomon. Mwingine hapa anasema rais wetu amefeli. Number 1, awaombe wa Kenya msamaha na pia arudishe kazi mitaani. Hii itamsaidia kutuliza vijana na akuwe makini kazini. Mwingine hapa anasema mimi ningependa wanapoamua kupambana na ufisadi waanze toka nyuma kuhusiana na zile familia ambazo zimetajwa kupora Kenya. Mwingine hapa anasema ukweli ni usemwe, hali si hali, si Gen Z pekee wanaoumia bali watu wote Kenya nzima, na kumwambia rais ni kuwa hawataki SHIF na hawataki housing levy. Mwingine hapa anasema hii shida ya kuandamana imeletwa na rais. Angekubali mwanzoni kucancel mswada wa fedha, wa Kenya hawangeandamana. Angejua hii finance italeta utata kwa taifa, angetupilia mbali. Lakini nadhani tumekubaliana kwamba hata baada ya rais kuondoa mswada huo, bado watu wanatarajia zaidi kutoka kwake. Mwingine hapa anasema ningepata fursa ya kuzungumza na rais, I would tell the president to fire all his advisors. They are not helping him at all, and tell him to create jobs for Gen Z because they are on the street because they have nothing to do. Mwingine kutoka Trans Nzoia, Mark Tom, anasema it is better rais asikilize Gen Z. Mwingine anasema sikusoma degree nishone chondo ama niende mjengo. We want decent jobs. Mwingine hapa Edgar Mwebi kutoka Kisii anasema please, can the panelists speak to the chest thumping by the CSs and the MPs and many other government officers? How do we bring them back? Make sio tu rais anaambiwa ashuke. Pia hao viongozi wengine wanatarajiwa na wananchi kwamba washuke. Tuanze na Mheshimiwa Ngaro. Asante. Nilikuwa nimesema hii trust deficit iko kwa watu wengi, sio rais peke yake. Kujipiga hiyo kivua ni kweli tumewaona. Na waziri hapa akataja maneno ya lugha, ulimi. Ile lugha wengine wanatumia haina adabu. Vitendo vyao zingine haina adabu. Na ndio tunaongea habari ya hasira ambayo iko kwa wale wamejitokeza, lakini wale ambao wako manyumbani, wazazi wao, bababu zao wako na ile hasira, na hiyo lugha wameshaisikia. Kwa hivyo tunaomba hata akiongea na hawa viongozi, lakini wako kwa ile segment ya Gen Z, wanasema waliingia hapo, mtu ni mfisadi, anajulikana, kesi imeondolewa kotini ndio apate nafasi ya kuserve. Hiyo maneno yote wanatueleza. Ningekuwa raisi, thank God I'm not. Na ningekuwa thank God. Utaki hicho cheo hapa, kila mtu anakipigania. Advisor wake. Thank God I'm not. None of them here. Because if we were, they have spoken. She has gone to visit. We have spoken in various forums. Deliberately, amefunga masikio. Lakini hawa watamtoa. Ile pamba ameweka kwa masikio, lazima iwe imetoka.
Kwa hivyo avuje baraza ya mawaziri, aanze mpya. Na vile wenzetu wanasema, ni mimi tu nimeipatia jina kwamba ni Government of National Unity, lakini akitoka kwa wananchi na organizations, maendeleo ikiwa moja zao, anaweza toa viongozi hapo. Anaweza toa sio tu kwa political party, anaweza toa kwa professionals, watu ambao wanaweza kumsaidia to run the government. Anaweza toa kwa professionals, watu ambao wanaweza kumsaidia to run the government. Lakini I have got an issue. We allow him for another 3 years. Tukipitia yale, my hands are up. It cannot be allowed. It cannot be allowed. So he has an opportunity to listen, to disband, and you know what? Even for him mwenyewe kuinua mikono juu kusema naondoka. He will be a hero in this country. He will be a hero. Nauliza hawa watoto wetu, kwa mpangilio yenu, sasa mkisema ashuke na aende na kila mtu, mumejipanga, Nani atachukua? mumejipanga namna gani? Ni nani mtapatia? Sababu serikali haiwezi endelea bila mtu ambao au team ya viongozi ambao wanaweza peleka maneno ya nchi mbele. Walinipa jibu na kuangalia kwa uso na kuambia sisi ndio tutachagua wale atafanya nao. Tunawajua. Na wanataja viongozi kutoka sehemu zote za nchi ambao wameserve, lakini hawajakuwa na ile mdomo na vitendo ambao wana criticize. Wenyewe appreciating. Kuna viongozi wangeleta ndani wasaidie rais, kwao wenyewe wanajua. Na tusije tukasema ati hawana viongozi. Private sector ya Kenya, wale ambao wanafanya kazi ambao imeendelea vizuri sana, under 40s, they are there. The country, nchi ni about management ya resources na watu. Na hawa muko hapa kwa media mnajua. Hata nyinyi mkiulizwa mtasema pengine so and so wa rika yetu ameprove, tumemwona ako na track record kwa hii field. Hawa ndio wanataka wenyewe wajishagulie, walete kwa serikali ya Rais Ruto. Mheshimiwa Njomo, labda una la kuongezea kuhusiana na hilo swala la baadhi ya hatua ambazo japo wananchi wanamtaka rais achukue, kuna vikwazo fulani vinavyotokana na sheria za nchi pamoja na katiba. Unajua shida moja ambayo inatukaba kwa saa hii ni kuwa wale ambao wamekabidhiwa kazi ambazo ni muhimu sana kwa hii nchi hawakupewa kwa sababu ya qualifications zao. Walipewa kwa sababu ya ile walisaidia wakati wa campaign, walileta kura ngapi, walifanya role gani katika campaign, na saa hii ni kama zawadi wamepewa kwa sababu ya kazi ambao walifanya. Wengine hata hawana idea watafanya kazi namna gani. Wengine wanafanya uamuzi ambao ukiangalia unashindwa kama hii ni uamuzi ambao uko wa minister au nani. Ukikompare hawa na kama wale ambao tulikuwa tumesema hapo awali, the first government, ile cabinet ambao ilikuwa imetengenezwa. Wengine walikuwa watu wachanga sana kwa kimiaka, lakini kwa experience, kwa masomo ni watu ambao wako na masomo ya juu sana. Apart from that, their dedication, ile kujitolea kwa kuendeleza nchi iko juu sana. Sasa tuna watu ambao hawana qualification. Tuna watu ambao wamepewa zawadi kwa sababu ya ile pesa walitumia wakati wa campaign, kwa sababu ya ile mambo ambayo walipata
kusaidia serikali ili ipate uongozi. Kitu ya kwanza wakikalia kiti ni kujua mimi nilitumia pesa kwa campaign. Wacha kwanza nirudishe mali yangu. Hawana hiyo patriotism ya kusema mimi nitafanya. Ndiposa tunasikia ukienda Dubai utasikia kuna mtu amenunua estate huko Dubai, unasikia mwingine amepeleka huko. Unajua hata kama yeye ni mwizi mzuri, aibe na alete pesa hapa nchini iwe inatumika hapa kwetu. Iwafaidi wananchi. Sasa tunaenda tunaweka pesa huko nje, lakini na hizo nchi za nje zinatumia hiyo pesa kutukopea hapa kama nchi, tunawalipa interest. Tunawapatia pesa ambao watatumia. Hawa ambao wanachaguliwa, ile maamuzi ambao watafanya, kama ni kazi ikitokea, hawataki hiyo kazi ifanywe na wananchi. Penda ipelekwe huko China, ipelekwe wapi, ili wao wataenda kunegotiate huko. Contractor ni kukuja atakuja. Kama ingepewa contractor wa hapa kwetu nchini, angeandika watu locally, angenunua mafuta hapa, angenunua simiti hapa, kila kitu angenunua hapa. Sasa tunaletewa Mchina ambaye mpaka kitunguu anakuja naye kutoka China. Apaka ile pombe atakunywa jioni, analetaka kila kitu, which means tunamlipa pesa, anaweka kwa chondo, kila kitu anarudisha kwao, kwa sababu mpaka simiti, mpaka kila kitu inaletwa kwao. Alafu tunajiuliza kwa nini nchi yetu hakuna kazi ya kuandika vijana? Because we have exported all services kutoka nchi yetu tumepeleka kule kwingine. Na hata hawa wa China wakati they developed kwa sababu nchi yao ilipatia vijana wao kazi. So tukiona kitu kama inatengenezwa vizuri sana kiwa huko nje, hiyo ni yao. Wacha tutengeneze yetu na standards hizi wenyewe. Kama wa China anatengeneza barabara sana, atengeneze kwao. Kitu moja ilikuwa inaniudhi sana ni kuona kazi zingine ambazo ni simple zinafanywa ile inaitwa bundling of contracts. Kama kuna kazi ambazo zimepeanwa za kuweka barabara maram, au hapa mwaka juzi hapa Nairobi kuweka viraka kwa barabara, unakuta badala ya kupatianwa hii ni Gara Road, ipatianwa ikiwa Gara Road, kwa sababu hiyo itachukua Omoro contractors wafanye. Wanachukua barabara zote za Nairobi, wanashishikanisha, inakuwa contract mmoja. Qualification ya kwanza ili upewe hiyo contract, lazima ukuwe na turnover kibiashara ya mwaka ya bilioni 1. That eliminates 90% ya kampuni za Kenya, lazima kazi itoke kutoka nje. Ila hali wangeweka hiyo contract kuwa mingi, utaona kuwa Wanakenya wengi watafanya hizo contract. Wanakenya wakifanya, wale watu ambao wanachimba watanunua sukuma wiki kwa so and so, watanunua nyama choma, wengine mutura, na jioni kuna wengine watakunywa kwa hiyo bar iko karibu. That is how you activate economy. Watu wengi wanaguza hiyo pesa ambao imeenda kwa hiyo contract. Lakini sasa tumechukua yote, tumepea Mchina mmoja ambaye aliweka vitu vyote kwa container kutoka kwao akaleta. Hata nyumba hakodi kwetu, anajengaga kayadi yake hapo prefabricated akaa huko. Kwa hivyo hata landlord hasaidiki, hata haadiki maid, hata hakuna kitu anafanya. Pombe analeta kutoka kwao, sukuma wiki anakuja na begu anapanda hapo nyuma. Hakuna kitu analeta kuactivate economy yetu. Yeye tu ni conduit ya pesa zitoke Central Bank zipitie kwake apeleke. Alafu tunajiuliza ni kwa nini vijana wetu wako kwa street hawana kazi. It's because our policies are wrong right from the bottom, na zinahitaji kubadilishwa from the way we do our things, from the way we think. That ili kila kitu tukifanya, kitu ya kwanza tunajiuliza, hii inatuletea employment kiasi gani? Hii inatusave foreign exchange na njia gani? Hii inajenga nchi yetu na njia gani? Kama hiyo maswali hawezi jibu, then that project is not worth it. Uliona hata ile pesa ilikurwa kule inaitwa Kimwarel Dam. Wanashikanisha dam 3, 1, 2, 3 ili ipatiane ikiwa contract kubwa, ili hata wakati mtu anakata pesa yake anakata ikiwa kubwa. Yule anafikiri wakati wa kupatiana hiyo kazi hafikiri juu ya nchi, anafikiri juu ya tumbo yake na ile kitu atapata itapatikana kazi gani. Lakini kuna wale ambao watahoji kwamba haya mambo yote hayajaanza sasa. Tangu utawala uliopita wa Rais Uhuru Kenyatta, wakati ambapo baadhi ya viongozi walijitokeza na kusema state capture, kwamba haya mambo yote yalikuwa yanafanyika. Ni kipi ambacho kimebadilika sasa, kwamba wakati huo vijana hawakujitokeza kufanya maandamano, lakini sasa hivi wanafanya hivi? Bashir, maswali yako umeuliza ni kama ukikuta nyungu iko na maji na maji sasa imeanza kuchemka. Unauliza kwa nini inachemka?
kwa sababu hii joto ilianza kuingia kitambo. Maji inaendelea kuchukua joto mpaka ifike pahali ya kuchemuka. Hii joto haikuanza na Ruto. Hii joto ilianza kitambo, na tulisema hata kutoka wakati tulipewa uhuru kuna mambo ambayo ilifanywa ambayo sio mzuri. Sasa maji imechemka, ni wakati wa kujiuliza hii joto tutafanya namna gani isiwe ya kutuchoma. This is a time ya kubadilisha hiyo mambo ambayo inafanywa sio mzuri. Tusipobadilisha leo tutachoma nchi yetu. Allow me to just speak from pali mheshimiwa ametoa. Hawa wote wamekuwa wambunge, mimi sijakuwa mbunge. Mungu atakubariki siku moja. Hapana, hata sitaki kwenda huko. Being in the private sector na kufanya kama civil servant imenisaidia sana. Mashrima, in closing, nimeavoid kuongea maneno ya CSS. Na vile tumesemekana serikali ivunjwe na mengine hata government ibadilishwe. Maendeleo will take the middle line. Tuseme hivi. Mheshimiwa amekumbali maneno mashinda injaanza saa hii. Na kwa sababu rais ambaye yuko amepata boiling point, Mungu alijua atapata. Ni wakati wake sasa akae chini. Atafute hii boiling point tutaifanya namna gani? Because he is smart enough kukaa chini na kuangalia yale yote yamesemwa. Kwa hivyo hii watoto na ni wetu na tumeona shinda yao. Saa hii sasa wapatiwe serikali, unapatia nani? So tuwe a bit careful in terms of inji inaweza pasuka mara moja na hakuna pahali tutaweza kushika. Na ni wamama na watoto watakuwa barabara wakienda na manga tufungiwe huko, tuambiwe Wakenya mrudi kwenu, Uganda Wakenya mrudi kwenu. I would want to be a bit cautious. Niseme shinda tumekumbali iko na tumeongea kabisa na imesikika. Suluhisho ni nini? Nafikiri hawa wazee hapo ndio tuke. Na nimeona waziri hata ni mdogo yangu na 1 year. He is only 67, I'm 68. Sasa kwa hivyo I'm senior sister. CSS. Sisi tulitoka wakati ya CS kina Jeremia Nyaga, kina Mwangale, kina huko. Pahali ulienda ofisi ukaona minister. Hii maneno uwezi kupata minister. To some of us, I was a civil servant, we worked for them. We booked appointments kwa watu kuja na ma-PSs na wanaonekana na wanaenda. Kwa hivyo kuna challenge of watu kutofikika. Hatuwezi kuwa club tukiwa leadership tafadhali. No, and my apologies. Lakini hatuwezi kuwa club wanajua wenyewe. Wanafikiwa na nani? Kama wewe ni CS na umetoka kwangu, mimi uliniona lini? Niliongea na wewe lini? Nilikufikia lini? Nilikuandikia barua? Answer from Maendeleo is yes. Hakuna CS niliandikia barua mimi. Wote wale serikali ilipoingia 2022. Where are the action points? Kwa sababu kama niliandika barua kuna yale maole niliomba. Kwa hivyo pia waangalie wakiandikiwa mabarua wanajibu. Hatuwezi kufanya in vacuum. Servant leadership itatusaidia sana. Hii imenikumbusha 1998 wakati export compensation tulikuwa tunapigana nayo sana. And I'm addressing CSS in present Ruto's government. Foreign Affairs Minister alikuja Milano. Tulikuwa na exhibition na kina mama. Alituita akatuambia mnasema nini juu ya export compensation. Hiyo ni ile wakati kulikuwa kunaanza pattern. Maneno ya pattern ilikuwa imeanza ya Godensburg. Na tulikuwa tunapata export compensation. Ukiexport unapatiwa 25%. Maneno ilikuwa imeanza. Foreign Minister Dr. Robert uko na Mungu ampumzishe vizuri. Alipofika Milan, akatuita mkutano. 1998 akatuambia shinda ni nini. And I remember I was one of the spokespeople. Tukamwambia waziri sisi tungependa rais, these are our problems. Na ilienda ikaisha. Prime Cabinet Secretary Musalia Mudavadi, His Excellency, has captured it in his book about export compensation and what women went through. So what are we saying? Watu huku nje si ati ni wanjinga, watu wako na experience ya mambo tofauti. Tukisema things watu wanasema kwa sababu people have been there, watu wapatiwe chance. Na sio lazima wale watu wako karibu na wewe wawe ndio wanakuambia ukweli. No. Wanaweza kuwa wana protect hiyo space kwa mambo yao. Fungulia kina Kirwa huku, wacha tunasikia vile yako mkali yeye anataka tuende nyumbani kesho. Understand ni kwa nini anaongea namna hiyo na anatoka kwako. Sikiliza Mama Mombi hapa anasema a government of national unity. Mimi nimemsikia na my sister
Maendeleo iko 72 years. Hii ndi katiba na siachi because nili campaign for change katiba turekebishe. Tuko 72 years. Challenges tumepata na tumeendelea. Kwa nini political parties ni ya 5 years? Ni kwa sababu amutufikirii sisi wananchi. Kwa nini lazima mubadilishe kila miaka mitano? That is a challenge I throw to you, my sister. And therefore, mukishikana coalition government, kila party italeta manifesto yake, ndio to serve Kenyans, you serve us, na tuitishe servant leadership. Servant leadership. Mheshimiwa Kipruto. Yeah, ningependa kuanzia hapo mahali Rahab ameiachia kwamba uongozi ni baraka tu. Mwenyezi Mungu amekutunuku uwe katika cheo hicho wakati uko hapo. Na hii inamaanisha ni vipi utaongoza. Utaongoza kutoka kwa ile humility ambayo utaweka mbele ya Mungu, na pia kuelewa kwamba kuna mawazo mengi ambayo labda iko kinyume na mawazo yako, lakini kuwasikiza kimakini utapata jawabu kwa maswali ambayo vijana wanauliza. Jambo la pili ambalo dada yetu alizungumzia ni maombi. Tuwe Wakristo, Waislamu ama kutoka dini mbalimbali ambapo maombi yetu tunaweka Mwenyezi Mungu mbele, atuweke mali yetu, atuweki ukubwa wetu, atuweki jambo lolote ambalo inaweza kwenda kinyume na maombi. Na hayo maombi yatafika kwa Mwenyezi Mungu. Na pia tukiomba tujue kwamba tunaombea hii nchi ipate kuendelea. Mimi ningependa kama kuna mabadiliko, yawe mabadiliko ambayo inaenda sambamba na katiba. Na wale ambao wako katika uongozi wakati huu watatusaidia. Kwa mfano, juzi waliingisha jeshi katika jiji la Nairobi na kwingine kote bila kutumia kanuni za bunge. Hata mahali wanasema walikuwa bunge, hata ukiangalia kwa YouTube, hata ukianza kwa Hansard ambayo inatakiwa kuwa rekodi kamilifu ya majadiliano katika bunge, huwezi kuyapata. Wenzetu katika seneti walifanya vizuri kwa maana walileta mjadala. Na baada ya kujadiliana walisema atuendi likizo. Kwa maana tukienda likizo tunatoroka wananchi ambao walitufikisha katika sehemu hii. Lakini wenzetu wa National Assembly walianza kwa kwenda kinyume na yale ambayo tunatakiwa. Kwa mfano, general katika army, mimi sijaingia army, lakini kwa yale masomo nimepata, general katika army anatakiwa kuwa wa mwisho wakati kuna evacuation ya askari wake. Lakini mwenzetu speaker wa Senate, speaker wa National Assembly, mmoja wao waliingizwa katika ambulance. Wao wakakubali ni wagonjwa kiakili. Hawezi kutumia mambo ambayo yafaa, kwa maana viongozi kama Mheshimiwa Koskei ambaye anatumia wheelchair na dada yetu ambaye ana shida ya kuona waliachwa tu hapo. Na hao vijana wa Gen Z ndio waliwasaidia kufika mahali palipo vyema. Hii inamaanisha vijana hawataki fujo. Ni polisi ndio wamekuwa wakiweka fujo. Jambo lingine ambayo Mheshimiwa Rahab Muyu alizungumzia hapo mbeleni ni msamaha. Katika uchaguzi, iwe Kenya iwe kwingine kote, kuna ile inaitwa amaki ambayo inaingia katika mawazo ya watu, hasira. Lakini tusameheane kama nchi. Na wale pia ambao walishinda, msituambie kwa kimombo we won fair and square, tukijua kwamba kuna wizi. Yawe mabadiliko ambayo inaenda sambamba na katiba. Na wale ambao wako katika uongozi wakati huu watatusaidia. Kwa mfano, juzi waliingisha jeshi katika jiji la Nairobi na kwingine kote bila kutumia kanuni za bunge. Hata mahali wanasema walikuwa bunge, hata ukiangalia kwa YouTube, hata ukianza kwa Hansard ambayo inatakiwa kuwa rekodi kamilifu ya majadiliano katika bunge, huwezi kuyapata. Wenzetu katika seneti walifanya vizuri kwa maana walileta mjadala. Na baada ya kujadiliana walisema atuendi likizo. Kwa maana tukienda likizo tunatoroka wananchi ambao walitufikisha katika sehemu hii.
Lakini wenzetu wa National Assembly walianza kwa kwenda kinyume na yale ambayo tunatakiwa. Kwa mfano, general katika army, mimi sijaingia army, lakini kwa yale masomo nimepata, general katika army anatakiwa kuwa wa mwisho wakati kuna evacuation ya askari wake. Lakini mwenzetu speaker wa Senate, speaker wa National Assembly, ambulance, wao wakakubali ni wagonjwa wa kiakili. Hawezi kutumia mambo ambayo yafaa, kwa maana viongozi kama Mheshimiwa Koskei ambaye anatumia wheelchair na dada yetu ambaye ana shida ya kuona waliachwa tu hapo. Na hao vijana wa Gen Z ndio waliwasaidia kufika mahali palipo vyema. Hii inamaanisha vijana hawataki fujo. Ni polisi ndio wamekuwa wakiweka fujo. Jambo lingine ambayo Mheshimiwa Rahab Muyu alizungumzia hapo mbeleni ni msamaha. Katika uchaguzi, iwe Kenya iwe kwingine kote, kuna ile inaitwa amaki ambayo inaingia katika mawazo ya watu, hasira. Lakini tusameheane kama nchi. Na wale pia ambao walishinda, msituambie kwa kimombo we won fair and square, tukijua kwamba kuna wizi iliendelea kote nchini. Hii ni kama kutukana sisi kwamba we won fair and square. Katika kila uchaguzi kuna madosari ambayo hufanyika, lakini ukisha shinda, na nimeshinda mara 4 katika constituency yangu, na nikisha shinda sijipiki kifua kwamba mimi ndio najua kushinda uchaguzi, kwa maana hilo ni jambo ambalo haina maana. Pia kuna watu wamekuwa wakisema labda hii serikali ya President William Ruto ni vijana. Ningependa tu Mashirima unipe nafasi niwaeleze. The youngest Chief Justice katika nchi hii ilikuwa serikali ya Jomo Kenyatta, the late Kitili Mwendwa. At the age of 31, he was Chief Justice. Sijui kama kuna mwingine ambaye atapatikana tena. One of the youngest ministers wakati wa Mzee Kenyatta ilikuwa Dr. Sakari Onyonka na Mutinda. Na Daniel Mutinda Musyoka. Dr. Onyonka was 29. Wakili Mutinda Musyoka alikuwa 32. Nakumbuka akiandikwa katika Weekly Review kwamba ni political whiz kid. Na natarajia bado yuko hai. Na Musalia 29. Musalia wakati wa Mzee Moi alikuwa 29. Moi mwenyewe akiwa makamu wa rais alikuwa 42. Hii inamaanisha nini? Kwamba serikali ya Kenyatta was the youngest cabinet, lakini walifanya kazi kulingana na ile uongozi ambao Mzee Kenyatta aliwapa. What am I telling President William Ruto? Kwamba yeye hata akichagua cabinet ya malaika na asiwape nafasi kutumia akili na kutumia technical staff. And I want to assure him, technical staff in any ministry are people who are better qualified perhaps than the minister himself or as kwamba hali shwari katika kaunti hiyo ya Nakuru. Nyuma yako naona watu, sijui kama wanaandamana ama wanafuata shughuli zao. Hebu tujuze mengi. Naam, Frida, maandamano haya yameanza muda wa saa 6 hivi katika mji huu wa Nakuru, ambapo vikundi tofauti vilianza kutangamana kujiunga tu na maandamano ambayo yamekuwa yakiendelea. Na dakika chache zilizopita ni kwamba maafisa wa polisi walilazimika kutumia vitoza machozi kuwatawanya waandamanaji ambao walikuwa wamefika katika uga huu wa Nyayo. Hapa nyuma ninaona ni ambao wamebeba kibango ambayo iko na majina ya watu watatu ambao waliweza kuangamia. Kuna Austin wa miaka 12, halafu kuna Mike wa miaka 28, na pia kuna kijana yule wa miaka, jina lake linanipotea, miaka 24, ambao wote waliangamia kutokana na kufuatia maandamano yaliyofanyika wiki moja iliyopita. Pale nyuma jinsi Samdo mpiga picha wangu anaweza kutuonyesha ni kwamba polisi wamesimama nyuma ya waandamanaji ambao wametoka tu kutawanywa dakika chache zilizopita, na kwa sasa wameweza kutangamana tena. Na tunaona kuna mmoja ambaye amelala katikati ya barabara na gari la polisi tu linapita hapo kando yake.
wanasema ya kwamba wanafanya maandamano ya amani. Wanafanya maandamano ya amani na wanataka polisi kutotumia risasi hai, jinsi huyu maandamanaji mmoja anaonyesha kwamba polisi wamelazimika kutumia risasi hai kuwatawanya waandamanaji hao, na pia wametumia vitoza machozi. Kwa sasa hali ndio hii. Ni maswali tu waandamanaji wanauliza, ni kwa nini polisi wanatumia risasi hai na pia vitoza machozi kuwatawanya, ilhali Rais William Ruto alieleza kwamba iwapo waandamanaji watakuwa wanafanya maandamano ya amani, polisi hawaruhusiwi kuwatawanya. Jinsi ambavyo nilikueleza, wakazi wengi hawako wamefungua biashara, ilhali 40% walikuwa wamefungua tu biashara zao. Na kutokana na hali ilivyo sasa hivi, inakadiriwa ama tunakadiria kwamba biashara nyingi zitafungwa kutokana na hali hii. Tunaona waandamanaji hao wanaanza kukimbia na muda wote kutoka sasa vitoza machozi vitatupwa, na jinsi unavyosikia hali ndio hiyo. Tunajaribu tu kujikinga, Songa. Tunajaribu kujikinga ili tusiweze kuumizwa katika mtafaruku huu ambao unaendelea tu kuduka. Haya, hali ndio hiyo. Frida, sisi hao tunajikinga, tunaangalia pia wanabiashara wanaanza kufunga duka zao kutokana na hali hii. Polisi ndio wale wanajaribu kumtoa mwandamanaji mmoja ambaye yaone ya rais ambayo tungependa kuiamini, ambayo serikali
na tungependa kuona akihakikisha kuwa hakuna mwananchi wa Kenya atauawa kwa sababu ya hisia zake za kisiasa au mwelekeo wake wa kisiasa. Ahakikishe hiyo kitu imeisha. Jambo la tatu, ni jambo la huzuni sana kuona jeshi letu ambalo liko na training ya juu sana, jeshi letu ambao tunatuma huko Somalia kuleta amani, jeshi letu ambao it is renowned internationally kwa its professionalism. Tunafungua milango ya barracks na tunaelekeza jeshi letu kwa watoto wa miaka 12, watoto wa miaka 15, watoto wa miaka 18. Is such a great shame. Rise, take our military back to the barracks. Our Kenya Army, our military is very well renowned and respected. Hatutaki kuharibu jina yao na kuja kwa barabara na hawana bakora na tear gas, wao wako na risasi. Tunatoa sasa watumie risasi kwa watoto wetu miaka 18. Ya tatu na pengine ambayo ya mwisho. Ni ya mwisho. Maana sasa hii ni umesema ya tatu mara mbili. Tumeona watu wametoka kwa barabara tena siku ya leo. Juzi tumeona wametoka. Kule Eldoret wakati vijana walitoka kwa barabara, tuliona wazee wengine wametoka na bakora. Na walikuwa wengi. Na kitu moja tuli notice, hizo bakora zote zilitoka kwa duka moja. Kwa sababu zote zinafanana. Wakakuja kwa barabara na wakachukua oathing. Wakakula kiapo. That is a recipe for a disaster in any country. Na polisi hakuna mtu, hata hakuna, nimekuwa nikisikiliza, hata kiongozi hata mmoja, hakuna amejitokeza kukashifu hilo jambo. Hapo ndio shida ile Madam Rahab alisema ya kule Rwanda. Walianza hivyo kukula kiapo. Ati wanakula kiapo ya ile mambo ambayo tutafanya. Kila sehemu ya nchi ikitokea, wazee wake au vijana wake au moranzo wake watoka kule viapo, then our country will be in ashes in a few weeks. Lazima to condemn, tukashfu hilo jambo la watu kutoka hawako kwa serikali, hawajaandikwa kazi na wanatengeneza milisha yao, wanakuja kukula kiapo kusema vile watapiga wananchi wenzao. Hiyo ni jambo ambalo is outdated, haina vacancy kwa nchi yetu, na nchi yetu tuko na system, tuko na police, tuko na jeshi ya kuzuia mambo isifanyike, isije ikasema ni milisha tunatengeneza. Serikali yetu ilifanya kazi kubwa sana kule Elgon, Mount Elgon. Wakati kulikuwa na jeshi huko ilikuwa inakata watu masikio. Jeshi yetu imefanya kazi kubwa sana kule Lamu kwa msitu kuondoa Al-Shabaab wale wako huko. Alafu we start creating our own Al-Shabaab. No, that is not for Kenya. Tafadhali hiyo mambo ikome. Nikutume na swali kwa Gen Z. Ndio tujue kama tuko na defect fulani kwa katiba yetu. Unamjua vice president or deputy president wa Tanzania? Unamjua wa Uganda? Unamjua wa Rwanda na Burundi na Congo? What is it about us? Kwamba wakati wa President Uhuru na Deputy President Ruto tukawa na shida. What is it that now between the current president na Deputy President Rigathi Gachagua kuna shida? That is your assignment. Ndio tupate pengine kuna defect. Hii kujisikia kama president inatuletea shida. Asante. Na nisome jumbe hapa kutoka mtandao wa Twitter. Kuna mmoja anasema one of the ways President William Ruto can show the public that he has had its outcry is on his cabinet and parliamentary leadership by a major reshuffle
that we'll see very new faces appointed. Na nimeona jumbe nyingi tu, ni vile tumekaa hapa muda mrefu, kidubwasha changu kimezima, kwa hivyo siwezi kusoma jumbe zingine ambazo zilikuwa zimetumwa kupitia nambari yetu ya rafa 22422, lakini ningependa tu kuwashukuru kwa kufika hapa na kwa kutoa ushauri kwa Rais William Ruto pamoja na viongozi wengine katika taifa la Kenya pamoja na hawa vijana, kwamba wakumbuke taifa ni moja tu ambalo tuko nalo. Asante sana Mheshimiwa Mumbi Ngaro ambaye alikuwa mbunge wa Yala, pia alikuwa meya Thika mjini. Mheshimiwa Kipruto Arap Kirwa ambaye alikuwa mbunge wa Cherangani, pia alihudumu kama waziri wa kilimo wakati wa utawala wa marehemu Rais Mwai Kibaki. Rahab Muyu ambaye ni mwenyekiti wa maendeleo ya wanawake, ambayo ni chama kimekuwepo kwa miaka mingi na bila shaka wana usemi mkubwa hapa nchini. Na mwisho kabisa Mheshimiwa Jude Njomo ambaye alikuwa mbunge Kiambu mjini. Asanteni sana kwa kuungana nasi hii leo, tukiwa tunazidi tu kufuatilia jinsi hali ilivyo katika miji mbalimbali, pamoja na kuangazia ni vipi ambavyo serikali ama ni hatua gani ambazo serikali itachukua ili kupoza huu moto wa vijana ambao unaendelea kushuhudiwa hapa nchini. Naitwa Mashirima Kapombe. Asante sana kwa kuungana nasi, tukutane wakati mwingine panapo majaliwa na kutakia mchana mwema. Hii ndio tulikuwa tunatafuta.
Cheza tu kama wewe. Meza sana, komea. Sana cheza hapo. Gari haijui tumbo yako. Manoti muonea. Toa tumbo gari haijui tumbo yako. Au acha nayo kwanza. Hiyo tumbo yako kubwa pia ndio bado nimejipaka maji. Hii pilipili ya Uganda. Kwa mdomo hapana. Kadi yangu imejaa, rekodini kama mnataka hivyo. Kwani kama polisi watu sangekuwa wameambiwa kila kitu. Hapaje hivyo, hii ni mawe imepigwa sababu ya hasira. Kwa nini anapigwa risasi? Hiyo ni hivyo tu basi. Lakini
Wasomali wametoka wawili na pistol. Wakatoka na pistol. Wakafanya gari. Wakafanya na walikuwa na wakaanza kuwapiga. Polisi Baba. Wale jamaa wamechukua kwa pale kidogo. Wamepiga watu wengi. Hello? Huyo jamaa anasikia mpigo kwa ule sasa. Hiyo picha ushike. Huyo jamaa. Huyo. Ganga. Ya ndani huko. Wacha tusimpe. Ngoja hapo wewe. Hello. Dada piga picha yako. Oh, akikuachia. Ana ugu bana. Sawa. Alafu anakorana hapo mara moja. Mara kadhaa acha ni picha yangu kwanza huko.
Wama kiki wa Uganda, kini wa Kenya. Nani Uganda hapa? Mimi ni Uganda hapana. Mimi ni Kenya. Najua shida yangu. Hello sir, how are you? I'm good. Naona wamenini pale. Wamenini Hello. Amerudi huko. Iko baby. Jack. Sawa. Hapa ni mwoga kama maji sasa. Na ulikuwa unaniambia nini? Mimi nasubiri hivyo. Hapo hapa. Hapo. Gazi huyo hapa. Leo kusiana hizo kwa wewe ndio mwanzo wiki tulia hiyo sasa. Mkeni. Mkeo kwa nini usinje? Ndio kwa hapa. Mimi sika kitu. Sasa hivi. Wakati mtu ampatie namba yangu, nimpatie sura. Wewe na yeye bado. Nenda dina. Nenda dina sasa. Sijapeana. Naenda na wewe. Siwezi. Hata nikikuuza na kuuza na kwa muungana sana. Yao. Happy twende hivyo. Na wale Hakuna.
Si vitu zinapigwa mpaka ujui zinapigiwa wapi mpaka inabidi hata wewe ukae. Twende hivyo, twende hivyo. Songa Dennis. Toka hapo wewe nawe. Polisi tutole mbele. Songa faster. Songa. Utapiga hivi. Kama wewe ni mjaya usikubwa ndio wako kujia usikubwa. Ongea hivyo tu. Ongea tu hivyo. Huko matai.
wanaenda huko. Tulia bana. Karibia jioni. Usitoke, yani short rudi nao pole pole. Rudi na short pole pole. Nazunguka. Ndio sasa tutazunguka. Kama tena. Kana hiyo short. Lakini kana wenzetu. Kama mna mmoja tu. Sana. Majamaa wengine wako. Corona tena. Simama, nasema solide.
A very good afternoon to you. We are coming to you live from our communication center here at the Royal Media Services Citizen TV. The pictures on your screens are of Nairobi, and that is the CBD right now. The pictures that you're seeing there are of the Central Business District. This on the third week of anti-government protests, and the day earlier today started with a perceived state of calm. That is in Nairobi CBD, but what we've seen as the day progresses is a contingent of security officers cordoning off roads as well as engaging protesters within the CBD in tear gas canisters and of course keeping them at bay. We've also seen a display of coffins on most of those streets within the Nairobi CBD where protesters continue to protest and mill around town, businesses remaining closed for the better part of the day. This being 2 p.m. now, we still are seeing the presence of security officers in roads leading to State House and feeder roads leading to the CBD, forcing motorists to use alternative routes. Now, the protests are entering their third week, and the protest was sparked by the passage of the Finance Bill 2024. We're keeping a look at what is happening in other parts of the country. Let's cross over to Machakos County, where scenes there are also pretty much what we are seeing in parts of the CBD here in Nairobi, with protesters also blocking parts of the streets there in Machakos County as they protest what they say is a bad state of affairs in the country. This albeit the fact that the president himself bowed to increasing pressure and withdrew the bill, but still, despite the president extending this olive branch, we are seeing such scenes around parts of the country. The pictures on your screen right now are of Waiyaki Way here in Nairobi. Waiyaki Way is the central point between Kangemi and Westlands area of Nairobi, and this is what's happening there. Earlier we saw scenes of protesters hurling stones at security officers who, in retaliation, lobbed tear gas canisters, despite there having been a ruling made against, the use of water cannons as well as rubber bullets against protesters. We are seeing the police under increasing pressure there, where they are trying to keep protesters at bay, and that is what is happening as of now. The Gen Z, of course, has been marshalling support from all Kenyans to show up in solidarity with their cause. And while the unrest may have been sparked by the finance bill, frustrations continue to simmer over the country's economic situation, the country's economic growth, which many feel has failed to keep up with population growth, and the Generation Z now inviting everybody in the country that cares about the state of affairs, particularly the economic state of affairs, to join them and marshal their support and show up in solidarity with their cause. So those are the pictures that we are getting from different parts of the country. Let's listen in.
mtu anaomba reinforcement huko juu sijui. Nani? Hata yule boy mwenye alitoka NTV. So, kuna tu na je ile kama ameweka majeneza katikati ya barabara. Tufanye pale karibu Jivanji. Wameweka majeneza kando ya barabara. Pale Jivanji. Kuna huko watu weka. Twende hapana. Nasema na hivi imekufa yao. Fanyeni hivi. Iko wengi sana. Kuna na hivi iko hiyo sasa. Nasema nani? Unless pengine tuzime kwa sababu imekuwa tu sawa tangu asubuhi. Kenyatta Avenue. Kenyatta Avenue. Niko back 2. Backpack 2. Yes. Backpack. Kaje? Vipi? Agenda. Ayezi. Kwanza ikistenda isonge ni 56 ama ni Kongo. 22. Wala yeye ndio mtu anaijipa. Kitu ni live.
Those are streets from Nairobi's Central Business District, where, as you can see, Kenyans are back on the streets today, continuing with their protests against the Finance Bill 2024, albeit the fact that the president changed his stance on this. And these are the Gen Zs who continue to express their disappointment and unhappiness with President William Ruto's leadership. They have continued to sustain the protests today, and what you can see there are security officers keeping them at bay. And this albeit the fact that President Ruto on Sunday night assured that there would be dialogue that would be held between him and the Gen Zs over the demonstrations that have been happening, and listening really to what it is that they have to say about the current state of the nation. Police are there on the streets, keeping these protesters at bay, even as we continue to see scenes reminiscent of what is happening in Nairobi and other parts of the country. We have seen Mombasa County, we have seen Machakos County, we have seen Kisumu and Eldoret, where scenes that are a replica of what is currently happening here in Nairobi CBD continue to be seen. And according to protesters, they feel that there is yet much that remains to be done as regards the state of affairs in the country, the economic growth, the unemployment levels in the country. Even as the government continues to say that Kenya is at high risk of debt distress, Kenyans continue to express their displeasure on the streets in various parts of the country, with the hashtag Occupy CBD coming before the protest that we're seeing today, being Tuesday. A contingent of security officers also cordoning roads leading to State House, forcing motorists to use alternative routes. And these protests are now entering their third week. The protests being sparked off initially by the Finance Bill 2024, which the National Assembly passed in June. However, President Ruto did bow to increasing pressure and withdrew the bill. Still, the Gen Zs and indeed everybody else that has joined them in marshalling support, all Kenyans from all walks and sizes and ages now joining the clarion call for the government to listen to their concerns. While the unrest may have been sparked by the finance bill, many say that frustrations have continued to grow over the lack of trust and accountability that they feel this government has shown. And so we are continuing to follow up on exactly what is happening, even 2 days after a media roundtable at State House Sunday night, where the president agreed to Gen Z's demands that
the only environment they would be comfortable discussing their issues was on X, on the X platform. They have continued to take to the streets. Of course, this invite for dialogue from the president and the Gen Zs on platform X has attracted mixed reactions from the Gen Z. Some have welcomed it, while others have expressed reservations over the same. And that is what we are seeing with them still taking to the streets and continue to air their displeasure. They continue to take to the streets, this being Tuesday and this being exactly 3 weeks after they started these protests. We continue to see them back on the streets in protests that began with the rejection of the finance bill. The youth say they are unhappy with President William Ruto's leadership and vow to continue with the demos on Tuesdays and Thursdays. And the pictures on your screens right now are from Waiyaki Way. Let's cross over to the CBD and see what is happening in the Central Business District. There again, heavy police presence and police continuing to keep protesters at bay. Businesses have been affected in parts of the city, as well as public service transport, public service vehicles. Most of them continue to be parked at their bays. Most people have stayed away from the Central Business District today. Apart from the protesters, businesses remaining closed. And of course, a lot of roads blocked today as the Gen Zs continued to make true their word that they would take to the streets once again. Today they have resumed their Tuesday demonstrations, and we continue to monitor what is happening in parts of the country. Kenyans have also raised concerns over excessive use of force by police officers, as well as recent abductions. And of course, many Kenyans remain under custody. Those who picketed and were seen to have engaged in destruction of public property remain in police custody. And these are some of the concerns that the protesters have raised, saying that some of the abductions are in fact unconstitutional, that most persons that remain in custody were not booked in police stations and cannot be accounted for or found. This is what is happening. We have not seen any pockets of the KDF after President William Ruto assured protesters that KDF will not be on the streets if the protests are kept peaceful. We're still keeping an eye on that because it was his assurance that that would not happen for as long as the protesters kept their demonstrations peaceful. To Waiyaki Way and see the situation there. Waiyaki Way is right here in Nairobi County, and it is the central point that leads towards Westlands, which also leads to Nairobi Central Business District. It is also the central point that leads to Kangemi, as well as Nakuru County, going towards, of course, other parts of the country, such as Kisumu as well. And this is the central point where we're seeing the roads being cordoned off with protesters taking to that very usually busy highway. And that means that motorists are unable to access that particular road as protesters take to the streets and security officers continue to keep them at bay.
Chief, kidogo. Pictures on your screens there are of the Gen Z who have been on the streets protesting for the past 3 weeks, who have vowed to continue their demonstrations. Their protests initially aimed at opposing the controversial Finance Bill 2024, which has since been withdrawn by President William Ruto. Initially, those protests were largely peaceful, but have later turned chaotic after the youth is very evident by continuing their concerted efforts and move towards protesting every other Tuesday and Thursday. And through their numerous online platforms, they continue to vow to continue their picketing against what they see and describe as rampant corruption, poor governance, and unfulfilled promises by the government of the day.
the hashtag being Occupy CBD Tuesday, they called on everyone to come out and join the nationwide strikes. We've brought you pictures from different parts of the country, Machakos County, Mombasa County, and other parts of the country. Basically, you know, Kenyans from all walks of life, from different ages, taking to the streets where they continue to protest amid an olive branch extended to them by President William Ruto, who has since invited them for a dialogue to address their issues. Now, this dialogue is supposed to take place this coming Thursday, but from the look of things, it has done little to stop the concerted efforts of the Gen Zs and other Kenyans from different walks of life to take to the streets and protests. Heavy security presence in parts of the Central Business District as police keep protesters at bay. And this, of course, coming in the wake of youth who many have described as having no known leader, protesters who insist that they are partyless, protesters who insist that they are tribeless as well, but who are coming together with one common voice, which is the state of the nation and their displeasure at how the current government is running affairs in the country. The Gen Z have also decried the deaths of protesters who they say met their death under the wrath of police officers during the protests. They have also decried what they describe as illegal arrests. We've also seen Kenyans living in other parts of the world, Kenyans in diaspora. Washington, D.C., over the weekend, rejecting President Ruto's plans to engage the public through the National Multisectoral Forum. There's also been demands from diaspora for the immediate release of all those arrested during the nationwide protests. And as the Gen Z continue to take to the streets, the Nairobi business community also raising concerns over lootings and over their businesses remaining closed on two very critical weekdays and business days for them. They say they have suffered losses over the past 2 weeks of protests against the finance bill. The school calendar also seemingly affected, with most private schools remaining closed on Tuesdays and Thursdays. And now we are going to be crossing over to listen to the sentiments of Raila Odinga, who is speaking. As of now, let's listen into that. But before that, again, just to continue with our coverage, we'll be bringing you live updates from different parts of the country. Let's listen into what Azimio leader Raila Odinga has to say. The Central Committee of the party has this morning held a meeting to deliberate on the ongoing crisis in Kenya. This meeting is happening at a most difficult time for our country, given all that has happened in the last few weeks. We are acutely aware that many families are still in mourning, having lost their loved ones, with civil society groups estimating that over 30 young Kenyans fell to the regime bullets in the course of the street protests. Many of these families are yet to bury these victims. On behalf of the entire ODM party, the Central Committee extends its deepest condolences to all those who have lost their loved ones and pray that God will comfort them in this time of tragedy. We also know that many were injured and some are still in hospital. We wish all of them quick recovery. We are in awe of the Kenyan youth who, through their unity of purpose, have stood with their fallen colleagues and raised vast sums of money in very short times to pay hospital bills for the injured. As a mass movement that has been on this journey of true liberation for a long time, we know how difficult it is to achieve some of the things that we have seen you do. You have absolutely earned our respect as a party, and we salute you. As believers in the right to peaceful protest as enshrined under Article 37, we condemn in the strongest terms possible the abuse of police power in the deployment of violent suppression techniques on innocent and armed protesters. Our position
is that no one has to die in exercise of the rights under Article 37. We further condemn the ongoing arbitrary abductions of innocent Kenyans who are carted away in the most violent and inhumane manner and held incommunicado for days. As we speak, the reports are that upwards of 50 individuals have been illegally abducted and their whereabouts remain unknown. To make it worse, it is clear that no one in government is ready to take responsibility, to render an apology, or to make amends. The head of state himself has tried to distance his regime from these killings, injuries, and abductions, instead conjuring up theories when everyone can see the blood on his hands. We have the most callous, insensitive, and obtuse regime in the history of Kenya. It is no wonder that chants of Ruto must go are ringing out all across our land. Government must never abdicate its responsibility to protect life and the property of its citizens. And if it does, as Ruto has done, it deserves to go. As a party that was founded on the tenets of social justice, we shall walk the journey of bringing about justice and accountability for all of the regime's crimes since they took power. We stand with the people in their quest to liberate themselves politically, socially, and economically. Kenyans asked us to stand with them against the punitive tax proposals in the finance bill, and we did. Of the 115 members of the National Assembly who stood with the people and voted against the bill on the floor, 73 were in fact members of ODM. We applaud these great patriots and thank them for being true representatives of the people. As a party, we celebrate you for being on the right side of history, and the party has charged the Honorable Opiyo Wandayi and the Whip Junet Mohammed to convey this message to each individual member who stood with the people of Kenya. Sadly, a few of our members went against the wishes of the people and sided with the oppressor, and we will speak to the consequences shortly. In light of this state of affairs, the meeting has resolved as follows. Number one, that it is time for all of us in the political leadership to begin to listen. Listen to what the people are saying and not to our own voices. The young people have spoken in plain language that should be clear to everyone. Let's not be vague. Let's just do what the young people are telling the government to do. Number two, we consider this to be Kenya's last best chance. The youth have given our country our last best chance. We either seize it and swim with it by implementing all their demands, or we ignore it and sink the country altogether. Number three, that the Kenya Kwanza regime must take full responsibility for all the deaths, injuries, and destruction of property arising from the violent suppression of peaceful protests. The president must publicly direct his security organs to forthwith seize the ongoing abductions, an exercise that we believe is being undertaken with his full approval and the approval of the state. He must account for and order the release of all detainees abducted by these security agencies. Number four, that the Independent Police Oversight Authority must expedite investigations into all these incidents, including allegations of mass murder by police in Githurai and in Rongai. We were shocked to watch the president claim on live television that only one life was lost. It tells you how out of touch with reality he is. Number five, that in our view, what happened on the 25th of June 2024 amounted to a vote of no confidence in the Ruto regime. It is clear that this fact is totally lost on Ruto. It is reflected in his petulant proposals on how we manage our economy following the rejection of his tax bill. Instead of focusing on cutting wastage, opulence, and corruption in his regime, he is hitting back at the Kenyan people with threats to cut funding for the judiciary and the county governments. Six, that the ODM party will support credible austerity measures in the executive and in parliament. These two institutions have been expressly indicted by the people
as citadels of largesse and wastage, with fresh memory of the invasion of Parliament and standing threats for occupation of the executive seat of power. These two institutions must have an honest introspection on their contribution to our current predicament and take measures to lessen the taxpayers' burden. As a party funded by taxpayers ourselves, we will also be taking steps to scale down on our presence across the country and some of our activities to reflect this new economic reality. Lastly, that ODM shall initiate and lead recall processes in the following constituencies in light of the current office holders' repeated violation of their sacred oath and the wishes of their electorate. Number 1, Game constituency. Number 2, Bondo constituency. Number 3, Navaholo constituency. Number 4, Kajiado Central. Number 5, Ikolomani. And lastly, Suba South in Homa Bay. Thank you. That is the end of the statement. Eric. Jeff, yes, sorry. Kirui, can I first take questions that are related to the statement we've read? Brad, yeah. Please. Now, you see that you support the demand by the youth. One among the demand is the definition of. Do you support that? The youth have spoken in clear and certain terms. Let us not pretend like we don't hear what they are saying. You have heard it, we have heard it, Ruto has heard it. Next question. Calls for dialogue? No, because nobody believes what the president is saying. His actions and words are totally different. And what we have called for in our statement, first of all, is he must publicly speak to his police, publicly, and tell them that he knows what they are doing and Kenyans have asked that he stop. So if he doesn't stop that, really, there is really nothing to discuss. Many of the people he's looking for to have a discussion with are actually in custody. Yes, Luke. From 5 constituencies that you are going to initiate. 6. Yes. Yes, the criteria was very simple. In our statement, we have said repeat offenders. Those who voted against the wishes of the people in 2023 and again did it in 2024 because there are few who met their Damascus moments this year. Yes, this is the criteria we have applied, Luke, and we want to be able to focus on these 6 as a lesson to all the others. Is there any other question? Thank you. Thank you. Thank you very much. Asanteni sana. Asante. Watu wanatusumbua juu ya media. Alijifanya kumbe uwezi wa medio. Kumbe ulikuwa umeshatoa kamera. Serious? Ulikuwa umeshatoa kamera? Mimi nilitoa kamera. No, ni mimi nilitoa. Hiyo weight yote inaenda na tripod. Wewe si nimeshikilia tripod. Sasa nimeenda kujifunza nayo.
ODM party leader Raila Odinga there with members of his party attending the party central committee meeting where ODM Secretary General Edwin Sifuna has spoken, and in a statement issued by the ODM party have decried the killings of young Kenyans who have fell victim to bullets aired by police officers in the wake of the protests. The ODM party saying over 30 young Kenyans have fell victim to the bullets and indiscriminate killings by police. The ODM party also saying that it is in awe of Kenyan youth and what they have achieved in standing in solidarity by raising money for the injured and also standing in solidarity